Maranatha, Yesu anakuja. Maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV tunadumu kufurahi na kupata amani zaidi tukidumu kuwa nawe ili kukufahamisha, kukufanya utambue na kukuza ufahamu wako kufahamu ya kuwa maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Leo tena katika huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV tumefika katika sehemu ya Mwanzo sura ya 12. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 12 aya ya kwanza, maandiko matakatifu yanasomeka hivi: Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba yako na jamaa yako ya nyumba baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na neema yako. Tunakushukuru kwa vile ulivyofanywa mdhambi ili sisi tuwe watakatifu. Kawe nasi, tutunze, tubariki na kutuongoza katika jina la Yesu. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12, mwangu ule ule tuusisitizao na kuhamasisha huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry kuwa maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Katika sura hii, licha ya kuwa sura kwa yenyewe haina silabi maneno maombi, lakini mwangu wa kuwa maombi ni baraka, maombi ni maisha, maisha ni madhabahu ya maombi umedumu kusikika. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 umedumu uaminifu na umaarufu mkubwa wa wito wa Mungu kwa mwanawe au baba yetu Ibrahim. Mungu anamuita Ibrahim kutoka katika jamaa yake, sehemu yake ya asili, na kutamani kumpeleka mahali pengine ili kumpatia baraka huko. Anamuita kutoka kwa baba yake Tera, naye Mungu anatamani kumfanya yeye kuwa taifa kubwa kutoka katika hulu ya Wakaldayo. Sauti hii katika kitabu cha Mwanzo 12 fungu la kwanza mpaka fungu la 4 ni sauti isemekayo kwa lugha ya kawaida, lakini maombi yanadumu kuwa maisha. Katika kukua katika muktadha wa maombi nyakati fulani hutupitisha katika zoefu za kuacha nini? Kuacha taratibu za maisha tuliyoyazoea. Maombi hutupitisha kuacha ratiba ya siku ya kawaida tuliyoizoea. Maombi hutufikisha kuacha jamii, familia na hata marafiki ambao tulifurahi kuwa nao. Najaribu kuwaza tu, ndugu zetu katika imani, marafiki wenzetu katika imani, jamii ya umma wa Waislamu, wao katika imani yao wana swala 5. Yaani katika siku moja imeamuriwa kuswali agharabu mara 5. Kwa kuswali huko, ziko nyakati ambazo hufunga maduka yao na huingia katika swala. Hii ni kumaanisha huacha fedha na kumfuata aliye bora kuliko fedha. Ziko nyakati huamka asubuhi baada ya adhana kulia na kuacha vitanda vyao na kuingia katika swala. Hii ni kumaanisha huacha furaha ya nafsi yao usingizi kumfuata yeye aliye chanzo cha furaha ya nafsi. Ziko nyakati katika saa za jioni huacha marafiki wapigiao soga na kufurahi na kuingia katika swala. Hii ni kumaanisha huacha familia na watu waonekanao kuwa muhimu na kumfuata yeye aliye muhimu zaidi. Mwandishi Paulo anaandika katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya yake ya 17, unukuzi wake sahihi unasema, ombeni bila kukoma. Kama umma huo huomba au uswali mara 5, sisi tumeamriwa kuswali bila kukoma. Huu
utafsiri huendana wazi kabisa pasina kupepesa kope za macho yako kuwa maombi yanapaswa sio tu kuwa kipindi fulani bali mfumo mzima wa maisha yako. Utakapoamua kufanya hivyo, mwangwi wa kitabu cha Mwanzo 12 kutoka na kuacha utakuwa dhahiri. Ziko nyakati katika saa za maombi ulizojipangia kwa siku kutafuta uso wa Mungu. Utaacha nyakati za furaha zinazoonekana sasa. Utaacha mazingira ya kifedha yanayoonekana kuwa muhimu na kumfuata aliye chanzo cha fedha. Wakati mtumishi wa Mungu Ibrahim anaambiwa kutoka, ni uzoefu usomwao kwa urahisi kwa mtu asiyetafakari kwa kina na kutafuta uso wa Yesu mwenyewe. Lakini uzoefu huu utakapotafakariwa kwa kina cha mtu utafutaye uso wa Mungu, utaelewa ya kuwa si rahisi. Jaribu kufikiri fumbo tafakuri hii fupi. Hapo uishipo kwa sasa, ikiwa waishi Dar es Salaam, ikiwa waishi Arusha, ikiwa waishi Mara, Bukoba au mkoa wowote ule unaoishi. Kisha ukiwa umejijenga kiuchumi, biashara, mifugo, kilimo au matumizi taaluma uchumi uyatumiayo. Kisha sauti ya Mungu inakwambia utoke hapo na kwenda mahali, mkoa au nchi ambayo kwa hakika huifahamu kabisa. Na sio tu huifahamu, haufahamu pia unaenda wapi, ila Mungu ndio atakuongoza huko. Hii ni tafakuri ya kutafakarisha na kama bongo tanzi katika fikra za afikirie. Hiki ndicho alichokifanya Ibrahim, na hiki ndicho anachopaswa kufanya yeyote anayeamua kuishi maisha ya maombi. Amua kuishi leo wakati ambapo uhisi kuomba. Amua kuishi leo wakati ambapo hujui itakuwaje. Amua kuishi leo maisha ya maombi kipindi ambacho hujui utaanzaje. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry katika siku ya leo tunakuitia wito watoka katika mfumo wa maisha uliyoyazoea na kuamua kuishi maisha ya maombi. Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV, ahadi yetu kwako, ikiwa kwa ujumla au kwa kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii au nambari za simu zinazopatikana katika kurasa zetu za kijamii, ni ahadi iliyo wazi ya kuwa tutakusaidia kuishi maisha hayo ili kutoka katika dhambi, kutoka katika mfumo wa maisha ya mazoea na kuingia katika maisha ya waliokombolewa. Maranatha, Yesu anakuja. Maombi ni maisha na maisha ni madhabahu ya maombi. Kwa kuamua kutoka ni kuamua kuwa Ibrahim, na kwa kuamua kuwa Ibrahim ni kuamua kuishi maisha ya kutoka katika mifumo isiyo ya maombi iliyozoeleka. Bwana anasema toka. Sio utoke tu, utoke wewe na familia yako na jamaa yako, na kama patakuwapo mtu pembeni yako kama Lutu atakayesema nitaambatana nawe, nitaandamana nawe katika mfumo wa maombi, mshike mkono, andamana naye na mtabarikiwa na kuwa taifa kubwa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako na neema yako. Tunakushukuru kwa zawadi iliyo wazi ya maisha uliyoitoa. Tunakushukuru kwa kuwa utatutia nguvu kutoka katika mifumo ya maisha tuliyoyazoea na kutuingiza katika mfumo wa maombi ni maisha, na maisha ni madhabahu ya maombi. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Huduma ya Maranatha Camp of Prayer Ministry na huduma ya Maombi TV tunasema barikiwa.